ambao ukivifahamu nadhani vitabadilisha mind yako. Nataka nikupe faida 10 za kusoma kitabu. Vitabu tofauti, vitabu vya pesa, vitabu vya darasani, vitabu vingi, vitabu kila aina kitabu. Faida 10 za kusoma vitabu. Faida ya kwanza, kuongeza maarifa. Pale unaposoma kitabu unakuwa na uwezo wa kupata maarifa kutoka kwa mwandishi. Mfano, unakuta mwandishi ameandika kitabu anazungumzia maarifa ambayo yeye alifanya research kutoka kwenye vyanzo mbalimbali. Mfano, vitabu vinakupa ujuzi mpya katika nyanja mbalimbali kama sayansi, historia na maisha ya kila siku. Kwa hiyo unaposoma vitabu unapata maarifa mapya. Na ndio maana tunatakiwa tusome vitabu ili tupate maarifa mapya. Mfano, kwenye video iliyopita nilifundisha au nilikupatia mbinu ya budget ambayo 50-30-20. 50-30-20 mimi nilipata kwenye kitabu. Kwa hiyo baada ya kusoma kitabu ndo nikapata hiyo mbinu, mwisho wa siku inakusaidia au inatusaidia kwa ujumla. Namba 2, kuboresha misamiati na lugha. Pale unaposoma kitabu inakusaidia kujifunza maneno mapya na kuongeza na kuandika vizuri zaidi. Kwa hiyo kadi unaposoma unakuta labda neno fulani ulikuwa ulijui, ukatumia labda dictionary au web fulani kujua maana yake hapo tayari ushapata new knowledge. Kwa hiyo misamiati inaboreka kupitia knowledge ya kusoma vitabu. Nyingine, kukuza uwezo wa kufikiri, critical thinking. Watu wote ambao wanasoma vitabu wanakuwa na uwezo wa kufikiria bwana. Unajifunza kuchambua mambo kwa kina na kufanya maamuzi bora. Na mara nyingi wanaosoma vitabu wengi wanakuwa wametulia. Nyingine, kuimarisha kumbukumbu. Hiyo ni namba 4. Kwa hiyo kusoma kitabu nao inasaidia kuimarisha kumbukumbu. Mfano, hadithi, taarifa za ubongo wako ufanya kazi zaidi, hivyo kuongeza uwezo wa kukumbuka. Nyingine, kupunguza msongo wa mawazo. Kwa hiyo kumbe bwana, kama ukiwa unataka upunguze msongo wa mawazo au una stress, chukua kitabu, soma. Kitabu kizuri kinaweza kukutuliza au kusaidia kusahau matatizo bwana. Namba 6, kuchochea ubunifu au creativity. Vitabu hasa vya hadithi hufanya uanze kufikiria vitu vipya kwa njia tofauti. Hiyo ni namba 6. Namba 7, kuchochea umakini, concentration. Unapokuwa unasoma kitabu unakuwa na uwezo wa kuconcentrate. Kusoma vitabu kwa utulivu na kwa umakini, hivyo hufundisha kuzingatia jambo moja kwa muda mrefu. Namba 8, kukupa motisha na msukumo. Bwana, kuna vitabu vingine ukivisoma unakuwa na motisha kubwa sana. Kusoma vitabu vya mafanikio au maisha vinaweza kuhamasisha kulenga malengo yako au kufikia malengo yako. Namba 9, kuongeza uwezo wa mawasiliano. Unajifunza jinsi ya kueleza mawazo yako kwa uwazi zaidi. Kwa hiyo unaposoma vitabu unakuwa unaboresha mawasiliano. Ya mwisho kabisa, kujenga tabia nzuri ya kujifunza. Kwa hiyo wanaosoma vitabu wote au wasomaji wote wa vitabu wanakuwa na tabia nzuri ya kujifunza, hususan vitu vipya. Kusoma mara kwa mara kunakuza nidhamu na hamu ya kujifunza kila siku. Nadhani umenipata. Namba 10 nimesema tabia nzuri ya kujifunza. Namba 9, kuongeza uwezo wa mawasiliano. Namba 8 nimesema kukupa motisha na msukumo. Namba 6 nimesema kuchochea ubunifu au creativity. Namba 5, kupunguza msongo wa mawazo au stress. Namba 4, kuimarisha kumbukumbu. Namba 3, kukuza uwezo wa kufikiri, critical thinking. Namba 2, kuboresha misamiati na lugha. Na namba 1, kuongeza maarifa. Hizo ndo faida 10 za kusoma vitabu. Natumaini umenipata sana. Napenda ulike hii video, ucomment kama kuna shida yoyote. Pia usisahau kusubscribe my channel ili tuweze kujifunza zaidi.